Baba Levo ni mzazi, yani Said anaweza akawa mwanae. Kwa hiyo Baba Levo kama mtu mzima alitakiwa amuelekeze, sio amwataki. Anapokosea Levo anamwataki kama hivyo kwenye vyombo vya habari, ni kumkatisha tamaa. Amemkosea pale, lakini subscribe Miujiza TV. Mtazamaji wa Miujiza TV, hapa tuko na Icon, mmoja kati ya watu ambao wamefanya vizuri, lakini pia alifanya vizuri kipindi na hicho na bado anaendelea kufanya vizuri kutokea katika tasnia nzima ya sanaa hapa nchini Tanzania. Anaitwa ndugu yetu, mpenzi wetu, Mtanga, ameleta Biba Fraser. Asante pia kwa Bazon Tanzania, asante kwa Panga Day, asante pia kwa timu nzima Miujiza TV, asante pia kwa Kudata Mani. Yeye Mtanga, inakuaje brother? Bwana, mimi nashukuru sana Miujiza TV kanasonga mbele. Unadhani pengine ni heshima kiasi gani kwa walemavu wa hasa ndugu zetu ambao hawako sawa, pengine labda alipata ajali au wamezaliwa hivyo hivyo, lakini matatizo ya kidunia, Nyamonge Sport ikaona iwape thamani kwa kuwekea tamasha lao? Unadhani furaha kiasi gani Mtanga? Ni kitu kikubwa kwa Nyamonge Sport, yani ni wamefikiria. Unajua kuna zamani ile kipindi tunakuwa mtu akiwa na ulemavu anafichwa ndani, yani inakuwa kama aibu kwenye jamii, lakini sasa hivi sio kitu cha aibu, ni binadamu kama sisi, isipokuwa tu wenzetu kidogo wana vitu fulani vimepungua, lakini ni watu ambao ukiwaweka katika kanjia wanaenda vizuri na wanaelewa na wanakuwa mtu kama mtu mwingine vile, hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo Nyamonge Sport wamefanya kitu kizuri kuwakumbuka walemavu na kuwapigania kwamba tuwaone na ni watu kweli, tunapiga nao story nini. Mimi nasikia, naona, umeona, lakini unapiga story na mtu ambaye asikii, umeona, wala haoni, na mnaongea yani vizuri tu, mnaelewana. Kwa ni kitu kikubwa na ni maajabu. Watu waangalie Nyamonge Sport, waifuatilie hata viongozi inabidi wawape tapu hawa, wawasaidie. Sawa sawa Mtanga, pengine tunasema kwamba sasa hivi tasnia ya uchekeshaji, kwa maana kwamba comedy imekuwa kubwa sana. Uwepo wa platform kama Chekatu, Watu Baki na majukwaa mengine yanachochea kitu gani hasa kwenye tasnia nzima ya uchekeshaji? Yani kwanza tunamshukuru Mungu. Zamani sisi wakati tunapasua msitu comedy ionekane kazi ilikuwa ngumu, kulikuwa hakuna platform ya aina yoyote, tulikuwa tunapambana tu, umeona wenyewe kwenye mikanda ile VHS yale kamera unabeba kama bajaji kubwa hivi, unabeba wawili kamera, tulikuwa tunapambana, umeona. Lakini sasa hivi platform ziko nyingi na watoto wameongezeka, wako wengi, umeona, familia ya comedy imekuwa kubwa. Kwa hiyo ni kitu kizuri, unapokuwa na ndugu zako wengi, hata wewe mwenyewe unapenda utaliwe kwenye familia ya watu wengi. Kwa hiyo comedy pale kuna comedy pale pana comedy pale pana comedy, ni kitu kizuri, inatupa changamoto, inatupa ushindani, inatupa sasa tuwe busy kwenye kutunga na kufanya vitu vizuri zaidi. Ndugu, na soko la kisasa la comedy nchini Tanzania, unadhani labda pengine ni kitu gani ambacho unakifanya wewe mpaka kukuweka kwenye status ambapo mpaka hilo bado upo kwenye game? Heshima, alafu kutokudharau watu, usijione wewe mkubwa. Yani wewe ishi kama wanavyoishi watu wengine, utafika mbali. Ukivimba utapasuka. Ishi kawaida, umeona. Umeitwa hapa, unakuja, unaungana nao, ni watu kama wewe. Utofauti wewe msanii au wengine sio wasanii, lakini wote ni binadamu. Sasa utakapojitoa pembeni ukajiweka kwamba wewe binadamu mkubwa, huwezi kufika mbali, huwezi kusurvive. Kwa hiyo heshima, kuishi na watu vizuri, kusikia mawazo ya watu, kujitunza katika maisha yako na uishi, umeona, kuna kufanya unafika mbali na unaendelea bado kuonekana kama vile bado umezaliwa sasa hivi. Okay. Unadhani sasa mtu kama sasa hivi kuna baadhi ya watu ambao wanasupport sana tasnia nzima ya uchekeshaji, ucheshi, lakini pia tumeona Baba Levo juzi kati hapa ameweza kumhaki Said baada ya Said kuandaa show yake, lakini ile show kama vile watu hawakuitikia kiasi kile ambacho tumetegemea. Baba Levo pia kupitia kwa Instagram, lakini pia kupitia baadhi ya vituo ameweza kumzungumzia yule mtoto na kuweza kumkejeli. Pengine wewe kama Icon, unadhani yeye imekaa sawa? Baba Levo ni mzazi, yani Said anaweza akawa mwanae. Anapokosea mtoto usimwataki ndanda, mwelekeze, umeelewa? Sababu Said ni comedy mwenzangu. Sasa sijajua vita vyao vikoje, lakini kakosa watu, kapata watu, lakini kajaribu, kafanya. Kwa hiyo Baba Levo kama mtu mzima alitakiwa amuelekeze, sio amwataki, umeona. Pale naona kama mzee mwenzangu kateleza. Usimwataki mtoto, yule ni kama watoto wake. Levo na yule wanaweza wakawa umri sawa, lakini sasa anapokosea Levo anamwataki kama hivyo kwenye vyombo vya habari, ni kumkatisha tamaa.
Sasa ukimkatisha tamaa mtu ambaye kajaribu, hutaki vizazi vingine vije, tunataka vije viwe vingi. Kwa hiyo amemkosea pale, lakini sio mbaya, labda wana vita vyao wenyewe, lakini kama kibinadamu huwezi kumwata kimtoto kama yule. Kafanya kashow kake mwenyewe, wameingia watu hawajaingia, lakini kajaribu kafanya. Afanye yeye sasa ya kwake peke yake, hapo ni watu wataingia. Zaidi ya Mtanga mtaanzisha platform yenu nyewe ma icon, wewe Bambo, lakini pia Kingwendu na wengineo. Sisi tuna icon, icon ipo nyingi tu, umeona. Yani sisi tunaishi hivi tunavyoishi, unavyoona, na tunafurahisha watu, umeona. Hatutaki tukae kama vile kampuni sio kitu gani, lakini ni kitu kizuri. Kwa hiyo tunapokwenda huko tutaangalia, tunaenda tukawa na group letu na sisi. Unajua watu wanakosea kutufananisha, ni stand up comedy wanafananisha na hizi comedy zetu. Yale ni matawi ya uchekeshaji kwenye comedy, yani kwenye uchekeshaji kuna matawi. Zipo comedy karibuni 5 10, umeona. Wale stand up sasa wale ndio wanafananishwa na sisi. Sasa sisi tuna mambo mengi tumeshayafanya. Simama miaka 10 20 kwenye comedy, heshima yako ile pale pale, utajua wewe mchekeshaji, kwa sababu hao wanakujaga alafu wanapoteaga, alafu tunabaki wenyewe tunaendelea. Neno la mwisho kwa kumalizia kwa Tanzania, lakini pia kwa mashabiki zako unaambiaje? Neno la mwisho, mtoto akikosea usimwataki. Wewe kama baba na una watoto, muongoze, usimwataki. Mimi namshukuru Saidi na kafanya kitu kizuri. Kwanza kajitoa, kaamua show ya peke yako unaitangaza kwenye ma-TV, unaenda kufanya. Hata kama mtu akuja uko peke yako sio baya, umejaribu. Umejaribu, na kujaribu ni kunatakiwa kila wakati. Mtu jaribu hichi, jaribu hichi, jaribu hichi, jaribu hichi, kama hakivunji sheria za nchi. Kwa hiyo neno la mwisho kabisa, Saidi yuko vizuri. Amejaribu. Ufunge kwa maneno yako ambao wa Tanzania cha kuzoea, ukiaongea kupitia kipaza cha Miujiza TV, kudata na namba yetu akiangalia na kitoi. Yazungumze maneno yako Mtanga. Jamani, mnaangalia ka Miujiza TV kako vizuri, kanaangaliwa na watu wengi. Ujiko bwana. Najisikia raha leo naojiwa kama brother Beni. Asante sana. Shukrani sana brother. Subscribe Miujiza TV.